Tunaanza na Mheshimiwa Daniel Awaki Temai, atafuatana na Mheshimiwa Isaac Joseph Kopriano. Mheshimiwa Arif Suleiman Premji ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ni wa kwanza kuchangia jioni hii ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nitoe shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia nitoe shukrani kwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi, na pia nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Mwigulu Nchemba. Na pia nitoe shukrani kwa wananchi wa jimbo langu la Karatu ambao wameniamini kwa kipindi cha pili niwe mwakilishi wao katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, ningetaje mafanikio ambayo takriban miaka 5 iliyopita katika jimbo langu la Karatu. Mheshimiwa Naibu Spika, wilaya ya Karatu ilikuwa haina hospitali ya wilaya. Kwa sasa serikali imetujengea hospitali mpya katika wilaya yetu ya Karatu ambayo imekwisha kuwekewa jiwe la msingi na makamu wetu wa rais wa wakati ule, na kwa sasa hospitali yetu ya wilaya inafanya kazi katika jimbo letu la Karatu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la vituo vya afya serikali imetujengea vituo vipya viwili, lakini pia imekarabati vituo 4 zilizokuwa zimejengwa kipindi cha mbeleni. Kwa sasa tuna huduma za vituo vya afya katika jimbo letu la Karatu. Tuna vituo 6 vya afya ambayo inawasaidia wananchi wetu kutoa huduma, na hizo ni vituo vya serikali na kuna vituo vya watu binafsi katika jimbo letu. Kwa ujumla huduma afya imeimarika katika jimbo letu la Karatu. Na katika eneo la afya kupitia zahanati zilizojengwa ndani ya jimbo, tulikuwa na zahanati 34 na kwa sasa tumeongeza 8. Kwa sasa tunaelekea kuwa na zahanati 42 katika jimbo letu la Karatu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la elimu kwa miaka 5 iliyopita serikali imejenga sekondari 7 na zote zimefunguliwa katika jimbo la Karatu. Kwa sasa tuna zaidi ya sekondari 40 katika jimbo letu. Kwa ujumla katika eneo la elimu sekondari tumepiga hatua kwa kujengwa sekondari 7 na zilizokuwepo awali zaidi ya 30. Mheshimiwa Naibu Spika, katika elimu kuna mapungufu. Katika eneo la sekondari mapungufu sio makubwa sana, lakini katika elimu msingi tuna upungufu wa watumishi katika jimbo lile. Katika elimu msingi tuna upungufu zaidi wa walimu 263 pamoja na wale wapya walioletwa katika serikali iliyoajiri mwaka huu, lakini pia tuna upungufu bado wa walimu 263. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika sekondari upungufu sio kubwa, ni walimu 75, lakini katika elimu msingi ndio upungufu ni mkubwa. Lakini katika afya inatakiwa tuwe kwa idadi ya vituo tulivyo navyo na zahanati na hospitali ya wilaya, tulitakiwa kuwa na walimu wahudumu wa eneo la afya zaidi ya 1500. Kwa sasa tuna zaidi ya 400. Kwa hiyo ukiangalia katika afya, pamoja na juhudi kubwa ya serikali kujenga vituo vya afya, juhudi kubwa ya serikali kujenga zahanati, juhudi kubwa ya serikali kujenga hospitali ya wilaya, lakini tuna upungufu kutoka eneo la afya wahudumu wa afya 1500 na kwa sasa tuna upungufu wa eneo la afya watumishi 1097 katika jimbo lile. Utaona eneo la afya wahudumu ni wachache mno ukilinganisha na maeneo mengine katika eneo la watumishi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la barabara TARURA tulikuwa na kilomita 600. Baada ya serikali kuongeza fedha tumeenda kuongeza kilomita kwenda kilomita 763. Na naamini baada ya kuongezwa fedha katika eneo hili la TARURA, tunaamini katika kilomita 763 sasa tutakwenda zaidi na wananchi wale watakuwa wanapata huduma kwa kipindi chote cha mvua na kipindi cha kiangazi. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo letu katika eneo la TARURA ilikuwa haina kilomita hata moja lami. Tunaishukuru serikali kwa miaka hii 5 tumeweza kujengewa kilomita 4.5.
na naamini serikali itakuwa sikivu, itaendelea kujenga katika jimbo lile. Lakini pia katika eneo hilo nilikuwa na shauri wizara ya TAMISEMI, viongozi wetu wakuu wanapofanya kipindi kile cha kampeni kwa wanaahidi wananchi katika eneo hili la lami katika miji midogo inayokuwa kama mji wa Karatu. Daktari Samia Suluhu Hassan wakati ametembelea jimboni kwangu mwaka 2025 aliwaahidi wananchi wa jimbo la Karatu kwamba kwa kipindi hiki cha miaka mitano mingine ya kwake ataweza kuwapatia kilomita 10 ya lami katika mji wa Karatu. Mji wa Karatu ni mji ambao unaokua kwa utalii, ambao huduma iko kwenye center, ambao watalii wanaokwenda katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, watalii wanaokwenda katika mbuga yetu ya Serengeti, watalii wanaokwenda kwenye mbuga ya Manyara, lakini na wengine wachache wanaokwenda kwenye mbuga ya Serengeti wanatoka center yao kubwa, wanatoka katika eneo la Karatu. Kwa wakati ule tulimlilia Mheshimiwa Rais kwamba katika mji ule wa kitalii angalau waweze kutupatia kilomita 10. Ombi langu kwa wizara ya TAMISEMI waweze kuainisha maahadi za viongozi wetu wakuu ili waweze kufikia, hata kama hawatafanya kwa 100%, basi angalau waweze kufanya kwa asilimia hata angalau 60 au 50, ili wananchi wale viongozi wakuu wanapotoa ahadi waweze wananchi kuwa na matumaini makubwa baada viongozi wale wakubwa wanapotoa ahadi katika majimbo yetu. Ombi langu kwa TAMISEMI, naombeni sana ahadi hizo msiainishe ili kuona kwamba ni kwa kiwango gani mnaweza kwenda kutekeleza katika eneo la TAMISEMI. Mheshimiwa Naibu Spika, nilipenda kuongelea kwenye eneo la kilimo. Serikali ilitupa sisi katika skimu ya eneo la bonde la Eyasi zaidi ya bilioni 38 milioni 500. Na wakati juzi tu waziri mkuu alipoanza kufanya ziara kwenye majimbo, alifika katika jimbo la Karatu na alijionea kazi nzuri inayoendelea katika bilioni 38 na milioni 500. Kulikuwa na changamoto kidogo kwenye eneo la bwawa ambayo serikali imetoa bilioni 21, mkandarasi na changamoto kidogo. Ombi langu kwa serikali waone ni namna ipi watasukuma ile changamoto ile kuwepo ya bilioni 21 kwa sasa hajawezi kuanza kufanya kazi japo mkandarasi uko site. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la kilimo katika jimbo langu nilipata bahati ya kutembelewa na kamishna wa TRA na tulihudhuria kikao katika hoteli ya Acacia. Lakini kwa taarifa aliyotupa na maelekezo na mtazamo aliotuambia sisi wafanyabiashara na wakulima katika jimbo la Karatu ni kwamba kwa sasa wakulima wa Karatu na wakulima wa maeneo mengine kwa sasa wasiende kulima bila kutengeneza hesabu. Mkulima ambaye anakwenda kulima kwa shilingi milioni 4 na zaidi inatakiwa atengeneze hesabu. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, wakulima wetu tunajua changamoto wanayopata katika kazi ya kilimo. Na mkulima wa Tanzania anakwenda kulima sio kwamba anakwenda kupata faida. Asubuhi akiamka kwa sababu mvua ikinyesha ndio kazi yake na kwenda kulima. Sasa kama ndio mpango wa serikali na kama ndio serikali imekuja kwa kusema kwamba mkulima anayepata zaidi ya milioni 4 achangie kodi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iko hapa na mimi nawaambie ndugu zangu, tunakoelekea itakuwa sio kuzuri kama maelekezo yale kwa kamishna wa TRA nilikutana naye katika jimbo la Karatu. Na kwa mwelekeo aliotoa siku ile na mimi nilikomsikiliza ni kwamba sasa wakulima wa Tanzania ambao wanakwenda kupata shilingi milioni 4.1 wanakwenda kukua walipa kodi. Sasa kama wanakwenda kulipa walipa kodi wakati wa Tanzania wanalima bila kwa na faida yoyote wanayopata, na hii hesabu wanapokwenda kutengeneza na kwenda kutengeneza kwa faida ipi na wakati hata hajakwenda kulima katika kilimo ambacho na katika jimbo langu Mheshimiwa Naibu Spika mkulima anapata gunia 5 mpaka gunia 10. Sasa kama serikali taleta mpango wa kusema kwamba mkulima achangie kupata milioni 4.1 achangie kodi, hii itakuwa ni jambo ngumu sana katika asante sana jimbo langu la Karatu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba